Heshima ya Bongo ni Bongo Flavor. Bada heshima ya Bongo Flavor leo kupitia the platform ya Nyanza From Radio Isabo Time. Kakaida tunapeana madini kwa baadhi ya watu ambao wamechonga barabara kwa mambo makubwa sana ambayo tunayaona hii leo. Angles tofauti. Japo leo nitakuwa kitu tofauti sana kwa sababu jina ambalo nataka tulizungumzie kidogo sio jina ambalo limeimba Bongo Flavor, sio jina ambalo limeigiza, sio jina ambalo liko kwenye fashion, lakini ni jina ambalo limechangia kwa mchango mkubwa sana kwa baadhi ya vijana kubaki kuwa active, kubaki kuwa wamenyooka mpaka hii leo kwa sababu ya hustle ambazo alizifanya. Ni mwanamama by the way, so shout out to all beautiful ladies out there ambao wanasikiliza the platform ya Nyanza From Radio this time around. Of course, ina nguvu kubwa, we know that, tuna appreciate. So shout out to everybody. Heshima ya Bongo Flavor. Miaka 19 iliyopita, mwezi huu wa 6 ambao ndo tuko nao hivi sasa, japo ilikuwa tarehe 26, tunazungumza jambo kuhusiana na Amina Chifupa. Ni jina geni? Yes, kwa baadhi ya Gen Z huenda wanapagawa kwa sababu huenda alifariki hata ulikuwa hujazaliwa ama ndo ulikuwa umezaliwa lakini bado maji unaitama. So kubaya, it's about time, so you already know. Amina Chifupa ni nani? Kama ndo kwa mara ya kwanza unasikia hili jina, of course ni mwanaharakati, lakini pia ni kiongozi, ni mwanahabari na ni mwanamke shupavu sana ambaye alipambania mambo makubwa hapa nchini kwetu Tanzania. Na tunatimiza miaka 19 kama nilivyokujuza toka fariki dunia. Ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 6 na ilikuwa mwaka 2007. Kama ulikuwepo, ulikuwa wapi? Mimi bado nilikuwa primary, washikaji zangu, pensi fulani visa kaki, shati fulani vinyeupe, kitomato fulani viko mbali. Halafu sikumbuki hata kama nilikuwa na begi la madaftari, sijui nilikuwa naacha skuli, I don't know, lakini mimi nilikuwa primary school. So shout out sana kwa wanetu wote pale Sima B Primary School. Chill, achana na hiyo story, tubaki hapa. Heshima ya Bongo ni Bongo Flavor. Alifariki akiwa mdogo sana, na hii story yake mara nyingi wanailink sana na mkali wa hip hop Tupac, Omar Shakur, ambaye naye pia alifariki akiwa chali sana, miaka 26 pekee, lakini mambo aliyofanya ni makubwa sana kiasi cha kwamba leo baada ya miaka 19 bado Tanzania inamkumbuka, bado sekta mbalimbali zinamkumbuka. Na inabidi ufahamu kwamba kila mwaka inapofika tarehe 26 mwezi wa 6, basi dunia nzima inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na matumizi na biashara ya dawa za kulevya, na huenda angekuwepo hai mpaka leo pale mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya DCEA ingekuwa inanufaika naye kinoma, lakini fresh barabara aloichonga huenda kuna watu tumewapata wakiwa clear kupitia yeye. Hii ni siku ambayo tunakumbushwa Watanzania wengi juu ya maisha, harakati na kifo cha mwanasiasa kijana ambaye alipaza sauti dhidi ya janga hili la mihadarati. Kamwe hakuna binadamu ambaye atakayeishi duniani milele, we know that. Kullu nafsi dhalikatul maut, kila nafsi itaonja mauti na wakati wake utafika. Aliyekuwa mwanamuziki mahiri nchini Ramadhan Ongala maarufu kama Dr. Remy Ongala amewahi kutunga ngoma maarufu sana ya siku ya kufa. Ndani ya ngoma hiyo aliimba na nukuu, siku ya kufa wadugu kwa heri, siku ya kufa nyama yote ya udongo, siku ya kufa ujana wote unakwisha, siku ya kufa akili yote inapotea. So maneno yangu ni maneno ambayo yanapatikana kwenye hiyo ngoma ya Dr. Remy Ongala, na ni maneno ambayo of course yanaonyesha ukweli mchungu wa maisha ya mwanadamu hapa duniani. Siku ya kufa nyama ya udongo, uzuri wote unaoza, ujana wote unakwisha, akili yote inakwenda. Heshima ya Bongo ni Bongo Flavor. Ilikuwa siku ya Jumanne ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2007. Tanzania iligubikwa na simanzi kubwa baada ya kutangazwa kifo cha Amina Chifupa katika hospitali ya Jeshi la Lugalo pale jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni huzuni kila kona ya nchi, na wengi walishindwa kuamini kama yule mwanadada shupavu aliyekuwa akisimama kidete kupinga biashara ya dawa za kulevya alikuwa ameondoka duniani akiwa na umri wa miaka 26 pekee. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Heshima ya Bongo Flavor. Amina Chifupa ni nani? Alizaliwa lini? Kwa nini alianza hizo harakati? Listen to this. Alizaliwa mwaka 1981. Ilikuwa ni mwezi Mei tarehe 20 pale jijini Dar es Salaam. Elimu yake ya msingi alipata katika shule ya msingi ya Ushindi kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana ya Kisutu, lakini baadaye alihamia shule ya sekondari ya Makongo ambako alihitimu elimu ya kidato cha 6 mwaka 2001. Kujazaliwa baadhi wahenga tulikuwepo. Baada ya hapo of course alijiunga na chuo cha uandishi wa habari cha Royal na kufuzu
diploma ya uandishi wa habari, na kabla hajamaliza masomo yake of course Amina Chifupa alianza kujenga jina kubwa sana kupitia tasnia ya habari, kwa sababu mwaka 1999 alianza kazi ya utangazaji katika kituo cha Clouds FM. Sauti yake nyororo, uchangamfu wake na uwezo wake mkubwa sana wa kuwasiliana na vijana ulifanya kuwa moja kati ya watangazaji waliopendwa zaidi nchini, lakini umaarufu wake pia uliongezeka kwa kasi na jina lake likaanza kujulikana kila kona ya Tanzania. Lakini mbali na utangazaji, Amina pia alikuwa mwanachama mahiri wa Chama cha Mapinduzi. Alishika nafasi mbalimbali ndani ya umoja wa vijana UVCCM na maanisha, lakini umoja wa wanawake Tanzania UWT. Aliwahi kuwa kamanda wa UVCCM katika tawi la Mikocheni A, lakini katibu wa kamati ya uchumi ya UVCCM kwa Dar es Salaam, pamoja na mama mlezi wa UVCCM na UWT katika matawi mbalimbali. Heshima ya Bongo ni Bongo Flavor. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2005, Amina Chifupa of course aliteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum kupitia kundi la vijana la CCM, na akiwa bungeni alijitofautisha na wabunge wengi sana kutokana na uwezo wake wa kujenga hoja na kusimamia bila uoga. Ingawa alikuwa mdogo kwa umri kuliko wengi na hata kundi lake la wabunge wa viti maalum, hakusita kuzungumza mambo ambayo aliamini kama ni muhimu sana kwa jambo la taifa, na ni jambo ambalo lilimpa umaarufu mkubwa kinoma. Zaidi ilikuwa ni vita yake dhidi ya biashara ya dawa za kulevya, na katika kipindi ambacho wengi waliogopa kuzungumzia swala hilo hadharani, Amina Chifupa alisimama kidete na kutangaza kuwa alikuwa na taarifa kuhusu baadhi ya watu walikuwa wakijihusisha na biashara hiyo haramu. Alinabali zaidi na kusema kwamba hata kama mtu wa karibu naye angehusika na biashara hiyo, basi asingesita kumtaja hadharani. What a confidence man. Na sio kwamba alikuwa anabonga tu, hapana, alijitokeza mara nyingine hadharani na kuzungumzia athari za mihadarati hasa kwa vijana na kusisitiza hatua kali zichukuliwe dhidi ya wanaohusika, na harakati zake of course zilimfanya kuwa mmoja kati ya viongozi vijana waliovutia mjadala mkubwa sana nchini katika kipindi hicho. Na mwaka 2007 hali yake ya afya ilianza kuzorota kwa mara ya kwanza. Taarifa za kuugua zilitangazwa bungeni na spika wa bunge wakati huo mzee wetu Samuel Sita, ambaye aliomba wabunge na Watanzania kwa ujumla kumwombea apone. Na wakati huo kulikuwa na taarifa nyingi sana zilizokuwa zikisambaa kuhusiana na maisha yake binafsi na hali yake ya afya, jambo ambalo lilizua mjadala mbalimbali ndani na nje ya bunge. Lakini kadri siku zilivyopita hali yake iliendelea kuwa mbaya hadi ilipofika tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2007, taifa lilipokea taarifa iliyowashtua wengi sana kwamba Amina Chifupa amefariki dunia katika hospitali ya jeshi pale Lugalo, na kifo chake kilizua mjadala mkubwa sana nchini, wako ambalo walikihusisha na changamoto mbalimbali zilizokuwa zinamkabili, huku wengine wakisisitiza kwamba taarifa rasmi za kitabibu zilizotolewa wakati huo hata. Lakini jambo ambalo halina ubishi ni kwamba kifo chake kiliacha pengo kubwa sana katika siasa za Tanzania na miongoni mwa vijana walikuwa wakimuona kama mfano na ujasiri. Na siku iliyofuata baada ya kifo chake, maelfu ya wananchi wa Dar es Salaam walifurika pembeni mwa barabara kuu za jiji hilo kuaga mwili wake, lakini viongozi wa serikali, wanasiasa wa vyama mbalimbali na wananchi wa kawaida pia walijitokeza katika kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanamke huyo kijana ambaye aligusa maisha ya wengi. Tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2007 Amina alizikwa. Waombolezaji wengi sana walijitokeza katika msiba huo, na ulikuwa msiba wa taifa, na wananchi wengi pia wanasiasa walikuja kutoa heshima zake za mwisho. Maana yake rais yakuwa naelewa kwenye heshima ya Bongo Flavor. Hii ni kubwa kwamba inaweza kuwa inspiration kwa baadhi ya mavijana pia ambao wanatusikiliza. Anything can happen at any time. Play positive, kifo kipo, lakini haina maana kwamba tuogope kufanya baadhi ya mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Kwa hiyo heshima ya Bongo Flavor leo tumeelekeza kwa malkia shujaa kabisa Amina Chifupa. Miaka 19 hatuko naye mpaka mwaka 2020.